Karibu tena katika MK Story TV, na hii ikiwa ni story yetu pendwa ya mrembo wa kijiji, na hii ikiwa ni sehemu ya 4. Lakini ni kuombe radhi, hii sehemu itakuwa na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili kulingana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu, bado hatujazishughulikia. Zaidi kuzishughulikia ili tuwe tunakupa story full bila kuikatakata. Basi tuanze katika sehemu yetu ya 4. Ikiwa part 4A, lakini part 4 ambayo itakuwa ni sehemu ya kwanza, nitakuachia pia na sehemu ya pili ya part 4, tutaenda part 5. Basi tukumbuke katika sehemu ya 3 ilikuwa tumeishia Adiani alikamatwa baada ya kutegewa mtego wa kuiba mkufu wa mkuu wa kijiji. Lakini je, ni mwizi kweli au kuna mtu anataka kuharibu maisha yake? Basi karibu tuanze sasa sehemu yetu ya 4A. Basi baada ya Adiani kufikishwa mbele ya mkuu wa kijiji, na kijiji wote walikusanyika uwanjani. Wengi walikuwa wakimwangalia kwa macho ya hasira. Mkuu wa kijiji akasimama na kusema kwa sauti kubwa, kijiji chetu hakijawahi kuwa na mwizi. Leo tutatoa mfano. Adiani alisimama kwa utulivu. Tunamjua Adiani sio mgomvi, sio mtu wa kuongea sana. Natumbuka huyu jamani ni tajiri sana, sema ameamua kwenda kuishi kijijini kuona atapataje mke akiwa hana pesa. Basi jamaa yetu hakutetemeka, lakini akasema, sijaiba mkufu, kuna mtu amenitegea. Lakini hakuna aliyemwamini. Juma akasimama mbele ya watu na kusema, tulikutana na mkufu ndani ya begi lake. Huo ndio ushahidi tosha. Na kijiji wakaanza kupiga kelele, mwizi, mwizi, mwizi. Lakini Zawadi alisimama katikati ya umati. Tunamjua Zawadi naye anampenda sana jamaa yetu Adrian. Basi yeye akasema, hapana, Adrian hajafanya hivyo, hajafanya jambo hilo. Lakini mkuu wa kijiji akamtazama kwa macho fulani, akamwambia, hapa namwambia kaa kimya. Lakini akamtazama macho fulani, akamkazia kweli. Kaza macho, akamwambia, Zawadi, unamtetea kwa sababu unampenda? Basi Zawadi naye kutaka kujiapplaudi kama anampenda, akakaa tu kimya, hakujibu. Basi aliendelea kumwangalia Adriani. Macho yao yakakutana. Adriani akatabasamu kidogo, kana kwamba anamwambia asante kwa kuniamini. Unajua hakuna raha fulani hata kama upo kwenye matatizo, ni mgeni sehemu, ikaonekana unakosa, lakini akawepo mmoja tu kukuamini. Huyo bwana anaweza kutoa katika ile kosa kukusaidia kwa namna yoyote ile. Basi tuendelee na story yetu. Lakini mkuu wa kijiji akaamuru Adriani afungiwe kwenye chumba cha zamani cha ofisi ya kijiji mpaka uchunguzi ukamilike. Walinzi wawili walimpeleka. Alipokuwa akiondoka, Zawadi alianza kulia. Lakini mama yake akamwambia na kumshika mkono, akamwambia, mwanangu, usiingize moyo wako kwenye matatizo. Lakini Zawadi akamwambia, mama, Adriani hana hatia yoyote na wala hana kosa lolote, na muamini. Lakini mama naye akamwambia, tunataka mwanangu nyumbani. Sababu mama, huenda unamwamini, lakini ndio hivyo, ishatokea. Basi wakaelekea nyumbani. Basi usiku ulipoingia, kijiji kilikuwa kimetulia tuli. Lakini Zawadi hakulala. Alisi kuna jambo halikuwa sawa. Basi alichukua taa yake na kuelekea kimya kwenye chumba. Kwenye chumba alichokuwa akiishi Adriani. Alipoingia, kila kitu kilikuwa kimetulia. Kitanda kilikuwa kimetulia kama hakijaguswa. Nguo zilikuwa zimepangwa vizuri. Hakukuwa na dalili za mtu anayejificha. Yaani dalili za mtu aliyeingia na kuficha mali ya wizi. Lakini alipochungulia kwa dirishani, akaona, mbona kama anaona alama za viatu kwenye udongo nyuma ya dirisha. Basi akatoka nje, akaenda kule nyuma ya dirisha, akazifuata zile nyayo nyuma ya nyumba. Basi huko alikiona kipande cheusi cha kitambaa kilichokuwa kimenaswa kwenye mti. Alikichukua tu kitambaa hicho na kukiweka mfukoni, lakini hakujua kingekuwa shahidi muhimu. Basi wakati huo Baraka alikuwa ameshindwa kabisa kula.
Tunakumbuka katika sehemu ya 3 iliyopita, Baraka ni mmoja wale vijana wa Juma ambao Juma aliingia nao. Akaambia bwana, kuna mchongo, shikieni hii, mimi nitawalipa, mpeleke mkufu wa mama kule kwenye chumba cha Diana. Baraka alikuwa ni mmoja, lakini sasa Baraka alipokuwa anaendelea kukai, Zamili kae na msuta. Kwa nini nimefanya? Sijui tatizo ni nini. Basi alijutia kushiriki kwenye mpango wa Juma. Aliamua kwenda zake kumfuata Zawadi. Basi walipokutana, Baraka alisema kwa sauti ya chini, "Nina siri kubwa." Zawadi akamwangalia kwa makini, akamwambia, "Siri gani?" "Basi niambie." Baraka akavuta pumzi ndefu. Haitaka kusema ukweli, lakini ghafla sauti ikasikika nyuma yao ikiita, "Baraka!" Basi wote waligeuka. Alikuwa ni Juma. Uso wake ulikuwa umejaa hasira. Baraka akaingiwa na hofu. Akamwambia, "Nitazungumza baadaye." Baada ya hapo jamaa akajichenga. Baraka basi akakimbia. Wakabaki Juma na Zawadi. Basi Juma akamkaribia Zawadi na kumwambia, "Naona bado unahangaika na yule mgeni." Zawadi akasema kwa ujasiri na kwa sauti, akamwambia, "Nitafuata ukweli mpaka mwisho." Basi Juma akacheka. Akamwambia ukweli mwingine una gharama kubwa. Kisha akaondoka zake. Basi Zawadi alibaki akijiuliza maana ya maneno haya. Basi ndugu msikilizaji wangu, nataka kukukumbusha hii ni sehemu ya 4A na itakuwa na sehemu ya 4B. Basi subscribe, like, na comment chochote kile, share pia. Basi tuendelee na story yetu. Basi baada ya Baraka kukimbia, Zawadi alijua wazi kuwa kijana huyo alikuwa anaficha siri muhimu. Basi aliamua kumfuata. Lakini Baraka alikuwa tayari ametoweka gizani. Usiku huo Zawadi ya kupata usingizi, aliendelea kufikiria maneno ya Juma. Ukweli mwingine una gharama kubwa. Yaani hata ukikuwa wewe mtu wako ana tatizo, afu sitoshi mtu anayemtamkia hivyo babake ndio mkuu wa kijiji, utamwambia nini? Basi alijiuliza Juma alikuwa anamaanisha nini? Basi asubuhi iliyofuata, Adiana alikuwa bado amefungiwa. Mlinzi mmoja aliyekuwa anamlinda alianza kumhurumia. Alimletea chakula na maji. Adiana akasema asante kwa upole. "Asante kaka." Mlinzi akamjibu, "Moyo wangu haukubali kuwa wewe ni mwizi." Hapa tunaona kabisa kwamba hata walinzi wenyewe, mlinzi mmoja anamwambia Adiana kwamba hata mimi moyo wangu haukubali kwamba ni mwizi. Anaonekana mtu fulani, lakini sasa laiti huyu mlinzi angejua kwamba huyu jamaa yetu ni wale watu wa familia zile kali nini nzuri, hata angemsaidia ili bwana apate nafasi. Basi Adiana akatabasamu tu. Basi akamwambia, "Basi naomba unisaidie jambo moja. Mwambie Zawadi asiache kutafuta ukweli." Basi mlinzi akatikisa kichwa, akamwambia, "I can do, nitafanya." Basi hapa Adiana ashapata mlinzi ambaye ameshakuwa rafiki yake. Sasa wakati huo Juma alikutana na vijana wake wale waliomsaidia kuweka mkufu kwenye begi la Adiana. Basi aliwapa pesa, lakini akawaonya kwa sauti kali. Akawaambia, "Hakuna atakayefungua mdomo." Mmoja wao akauliza, "Na kama tukisema ukweli?" Juma akamwangalia kwa ukali, akamwambia, "Basi nitajuta." Wote wakanyamaza, lakini Baraka hakuridhika hata kidogo. Alijua walikuwa wamemharibia maisha mtu asiye na hatia. Basi jioni hiyo Zawadi alipata ujumbe wa siri. Karatasi ndogo iliyokuwa imewekwa dirishani kwake iliandikwa, "Kama unataka kujua ukweli kuhusu Adriana, njoo kwenye kisima cha zamani saa 2 usiku. Njoo peke yako." Lakini ujumbe huo haukuwa na jina. Basi Zawadi akaingiwa na hofu, lakini aliamua kwenda. Ukimpenda mtu lazima utafanya, yani hata kama jambo litakuwa la hatari kiasi gani, lakini utalifanya hilo jambo ili kumsaidia mtu unayempenda. Saa 2 usiku alifika kwenye kisima. Kulikuwa na ukimya mkubwa. Basi baada ya dakika chache mtu akatokea polepole kutoka gizani. Alikuwa Baraka. Alikuwa anatetemeka. Akamwambia,
Zawadi, I'm sorry. Zawadi, samahani, nisamehe mimi. Adiani si mwizi. Zawadi akashikwa na butwaa. Akasema, unamaanisha nini? Baraka akaanza kusema, mkufu uliwekwa kwenye begi lake makusudi. Kabla hajamaliza sentensi, jiwe kubwa lilirushwa kutoka gizani likampiga Baraka begani. Baraka akaanguka chini. Basi Zawadi akapiga kelele, nani huko? Lakini mtu aliyerusha jiwe alikimbia gizani. Baraka akiwa anahema kwa shida alisema, mimi, lakini akapoteza fahamu. Basi Zawadi akaomba msaada. Wanakijiji wakafika na kumpeleka Baraka kwa mganga wa kijiji. Basi habari zikamfikia mkuu wa kijiji, lakini Juma alijifanya kushangaa. Maskini Baraka, nani amemfanyia hivi? Hakuna aliyemshuku kama ni jamaa ndo alifanya, lakini Zawadi alianza kuhisi kuwa Juma alikuwa anaficha jambo kubwa sana. Na kufikia hapa, nikwambie tu ndugu msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa sehemu yetu ya 4A. Sio kama ni mwisho wa sehemu ya 4, hapana. Sehemu yetu ya 4 itaendelea katika nitaachia sehemu ya 4B. Lakini sasa tunapoishia hapa mwisho wetu wa sehemu yetu ya 4A, Baraka tujiulize, Baraka ataamka na kutaja jina la mtu aliyempiga? Zawadi ataweza kumuokoa Adriani? Na ni nani aliyekuwa amejificha gizani akitaka ukweli usijulikane? Basi mimi nikwambie tu, usiishie hapa. Nimekuwekea link kwenye upande wa comment section. Basi guse link hiyo ili kupeleka katika sehemu ya 4B ambayo itakuwa ni sehemu yetu ya mwisho, na tukimaliza tutaelekea katika sehemu yetu ya 5 au part 5. Basi usikose hapo, kutakuwa kuna mambo yameenda kujificha katika sehemu yetu ya 4B. Na nikwambie tu, basi mwandishi wangu aliandaa sehemu kubwa zaidi ambayo ni nje ya upload ambao tunatakiwa kwa sasa hivi. Basi sikuagi, nakwambia tukutane katika sehemu ya 4B. Basi gusa linki ikupeleka katika sehemu ya 4B.